بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Kwa hakika tupo maeneo ya Badri na haya maeneo ndio ambayo tunaambiwa ya athari ambayo vita vyenyewe vimepiganiwa maeneo haya. Vimepiganiwa maeneo haya katika athari ambazo tunazoelezwa, na kama tulivyoelezwa vita vya Badri ni vita ambavyo vya kwanza katika Uislamu na vimepiganiwa mwaka wa pili baada ya hijra, baada ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kugura zake Maka kuelekea Madina mwaka wa pili. Vikapiganwa hivi vita na za kisasi kwa kufukuzwa Maka na kupokonywa mali zao na kupokonywa vile vile heshima zao, na wao walitaka si kwa msafara ambao wa Abu Sufyani ambao walikuwa wanatoka zake Sham kuelekea Maka. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposikia msafara ule unakuja katika unapita maeneo haya, basi Mtume sallallahu alaihi wasallam akatuma jeshi ili uweze kuzuia msafara huu, lakini kwa bahati mbaya kwamba Abu Sufyani akapata ile taarifa kwa haraka, na baada ya kupata ile taarifa kwa haraka akageuza njia na akatuma wajumbe wende Maka wakaandae jeshi ili waje zao katika sehemu hii waje wapigane na watu wa Madina. Na ndipo ambapo likaandaliwa jeshi kutoka Maka. Makufari Quraysh wakaandaa jeshi lao na jeshi la watu 1000 wakiwa na farasi wengi, wakiwa na vifaa vya vita, na Waislamu wakiwa 313 pamoja na farasi wachache na ngamia wachache. Wakaja katika maeneo haya kupigana vita hivyo, na sababu kuu ilikuwa ni kutaka kulipiza kisasi, kutaka kulipiza kisasi. Na kwa hakika vita hivi vinatupa ibra kama ambavyo tumeeleza, vinatupa mazingatio makubwa, sehemu ambayo ndio hii ambayo watu wamepigania vita. Hivi sasa tupo saa 4 asubuhi, jua ni kali mno. Tutambue kwamba vita hivi vimepiganiwa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, mwezi 17. Waislamu walikuwa 313, makafiri walikuwa 1000. Makafiri walikuwa 1000. Sasa hivi jua la saa 4 tu, hatujafunga, tumekula, tumekunywa maji, tumejiandaa, lakini tumekuja hapa kupata haya mazingatio tu, lakini tunaona tunashindwa, hatuwezi kuvumilia. Lakini tuangalie tupate mazingatio. Wale waliokuwa kabla yetu walikuwa wachache, walikuwa na nguvu. Allah subhanahu wa ta'ala aliwapa nguvu kuweza kusimamia Uislamu, manake na walitoka masafa huko ya mbali, kilomita takriban 200 kutoka Madina mpaka hapa kwa mguu. Walitumia ndani ya siku 3 kufika maeneo haya, siku 3 kwa mguu. Sisi tumekuja na basi, alhamdulillah, ndani kuna AC na bado still tunaona dhiki, lakini wao walikuja kwa mguu, walikuja mpaka hapa wakapigana vita, na Allah subhanahu wa ta'ala akawapa ushindi. Kwa sababu gani akawapa ushindi? Kwa sababu imani zao zilikuwa ni thabiti, na Allah subhanahu wa ta'ala anatufundisha kwamba wingi si chochote, bali ukiwa na imani, na ushindi unatoka kwa nani? Ushindi unatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na Allah subhanahu wa ta'ala akasema katika Qur'an, laqad nasarakumullahu bibadrin wa antum adhilla wattaqullaha la'allakum tushrikun. Kwa hakika Allah subhanahu wa ta'ala amekupeni ushindi, amewapa ushindi kwa vita hivi vya Badri, na hali ya kuwa mlikuwa wanyonge kabisa. Na kwa hakika Allah subhanahu wa ta'ala ndio akushukuriwa, kwa maana Allah subhanahu wa ta'ala alifanya miujiza katika vita hivi. Manake aliteremsha miujiza, aliteremsha malaika walishuka katika lile jabali ambalo tumeenda la malaika, jabalul malaika. Ulikuja upepo, baada ya kuja upepo malaika wakashuka, takriban malaika 5000 wakashuka, wakawasaidia nani? Wakawasaidia Waislamu, na makafiri wakauliwa na wakafa, na miongoni mwao katika mkubwa wao ambao yupo katika jeshi lao ni Abu Jahal, ambaye amefariki katika vita hivi, amefariki katika vita hivi. Na makafiri walikufa 70 na Waislamu walipata shahada ni watu 14 ambao tumeona majina yao kule katika sehemu ambayo wamezikiwa. Na makafiri walikuwa ni 70 ambao waliuliwa, na waliotekwa pia vile vile walikuwa 70, waliotekwa walikuwa 70. Kwa maana hiyo mazingatio ni makubwa, na tunatakiwa tuweze kufahamu, tuweze kuelewa historia ya Uislamu
mpaka ukatufikia sisi. Sasa hivi tunao wenzetu walikuwa nyuma, tabu gani walioipata, dhiki ambazo walizozipata, mpaka ikawa Uislamu ukatufikia sisi kwa wepesi na kwa urahisi, na tukamwamini Allah subhanahu wa ta'ala kwa kupitia wao, kwamba Uislamu umetufikia sisi. Walillahi alhamdu. Hili ni jambo kubwa ambalo tunatakiwa tushukuru. Tumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutupa neema ya Uislamu, na tuweze kuishika neema hii ili isiweze kutuponyoka. Allah subhanahu wa ta'ala tujalie tufishe katika hali hii ya Uislamu, na atupe husnul khatima pamoja sisi na vizazi vyetu na wazazi wetu na wote kwa ujumla, na tukutanishe na bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam peponi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi